Elekea shule za upili ili tuone mambo yatakuwaje. Kunradhi, samahani. Homa nayo ni mbaya sana. Lakini mtazamaji na msikilizaji, moja kwa moja acha tuingie kwenye taarifa ambazo zimetukia hapa na pale. Natumai kwamba utajiunga nami mpaka tumalize hii sekta ya taarifa kwa ufupi, na vile vile natumai kwamba utajifunza ama utajijuza moja ama mawili katika yale ambayo yametukia. Nikianza moja kwa moja ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza inasema kwamba itajitahidi kuhakikisha kwamba inafanyia kazi wa Kenya wote bila kujali kabila lako ama hadhi yako. Alizungumza yale Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu katika eneo la Malava, ambapo alikuwa anahudhuria ibada ya Jumapili, akisema kwamba vile vile Rigathi Gachagua ambaye alikuwa katika eneo la Nyandarua, akisema serikali ya Kenya Kwanza pia inajitahidi kuhakikisha kwamba usalama upo maeneo yote nchini, na kusema kwamba watakisha wa Kenya wanalindwa vilivyo, akisema kwamba polisi watapatiwa mamlaka ya kutumia nguvu ili kukabiliana na wahalifu na si kukabiliana na wananchi ambao hawana hatia. Nikiachana na swala hilo, ni ingie swala jingine ambalo kuna kungolewa macho kwa mtoto Junior Sagini ambako kumezua hisia mseto kutoka kwa wananchi maeneo tofauti tofauti, na kwa sasa inasemekana kwamba mtoto yule atakuwa tu kipofu maisha yake yote. Limuona gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati akifika pale katika hospitali ya Kisii ama hospitali ya macho ya Kisii, ambapo walijumuika na familia ya mtoto yule na kumtakia afueni ya haraka, akisema kwamba atashughulikia bili yote ya hospitali pale na kuhakikisha kwamba wale watoto wanawekwa mahala ambapo watakuwa wanalindwa na watakuwa salama. Nikiondoka ama nikiachana swala hilo, kule Vihiga, gavana wa kaunti ile Wilbur Otichilo sasa anasema kwamba wakazi watapata ulinzi mwafaka wakati wa Krismasi. Inasemekana kwamba wakati huu visa kadhaa vya uhalifu vimeshuhudiwa maeneo tofauti tofauti, akisema kwamba atawahudumia wote ambao ni wakazi wa kaunti ile ya Vihiga. Na vile vile kule katika kaunti ya Bungoma ni kwamba Wizara ya Afya ilianzisha mchakato wa kuwapatia dawa za minyoo watoto ambao wanakaa mitaani ama wale ambao wanarandaranda mitaani, akisema kwamba hawataki lile swala ma ule ugonjwa usambae kwa watu wengine, kusema kwamba ni njia moja ya kuwakumbuka pia wakati wa Krismasi wale watoto ama familia ambazo zinarandaranda pale mitaani. Nikiachana swala hilo, nikupeleke katika kaunti ya Nandi, ambapo inasemekana kwamba kuna kijana mmoja ambaye alichomwa na maafisa wa kulinda msitu kwa kutuhumiwa kuchoma makaa msituni. Inasemekana kwamba kijana yule mwenye umri wa miaka 20 alichomwa na kaachwa na majeraha mabaya na walinzi wa msitu wa Kipsamoite katika eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi. Familia sasa ikitaka washukiwa kuchukuliwa hatua kali, swala ambalo liliungwa mkono na kamishna wa kaunti ile ya Nandi Haman Shambi, ambaye alisema kwamba uchunguzi umeanzishwa na bila shaka wale ambao watapatikana wamevunja sheria kwa kumjeruhi yule kijana watachukuliwa hatua kali. Na nikiachana na swala hilo, shirika la kutathmini utendakazi wa polisi IPOA sasa limetupilia mbali mazungumzo ya Inspector Generali wa polisi dhidi ya mamlaka hiyo. Kulingana na IPOA nasema kwamba mazungumzo ya
Inspector wa Jenerali wa polisi Japhet Koome kwamba polisi watumie nguvu katika utendakazi wao ni swala ambalo walikosoa na kusema kwamba ni jambo ambalo lilizungumzwa bila fikra za kindani. Kumbuka kwamba Japhet Koome alikuwa amesema kwamba huwezi ona ama polisi hawezi ona ukimvamia naye asijikinge dhidi ya ule uvamizi. Ni swala ambalo limeleta kizungumkuti. Kwa kizungu IPOA ilisema kwamba the sentiments were unfortunate and dangerous. Kwa hivyo ni swala ambalo taona mambo yatakuwa yanatukia vipi. Alipozungumza pale yule ambaye ni mwenyekiti wa IPOA Ann Makori alikashifu mazungumzo yale kabisa. Na nikiachana swala hilo, mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi sasa anasema kwamba hatumiwi na serikali ama na muungano wa Kenya Kwanza kuleta mfarakano ndani ya chama ama muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Kumbuka kwamba Karoli Omondi aliteuliwa kupitia ODM na sasa baadhi ya wabunge ambao wako allied to Azimio la Umoja wa Kenya wanasema kwamba anatumika na Kenya Kwanza kuhakikisha kwamba analeta mafarakano katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Wakati huo aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado sasa anamkashifu sana Junet Mohamed ambaye ni mbunge wa Suba kule, akisema kwamba kumbuka kwamba Junet Mohamed amekuwa akipinga chakula cha msaada ambacho kinatolewa eneo la Migori. Kwa hivyo Okoth Obado anamkashifu sana kwa kupinga chakula kile cha msaada. Mtazamaji na msikilizaji, kumalizia kabla sijamalizia kabisa, inasemekana kwamba wabunge bado wanasubiri fedha za NGCDF, hazina ya ustawishaji maeneo bunge ya CDF. Kwamba walikuwa wameteta sana kwamba hawangeenda likizo ya sikukuu iwapo fedha zile hazingetolewa. Wizara ya fedha ikakubali kutoa zile fedha, lakini wanasema kwamba mpaka sasa hivi hawajapokea zile fedha, na hivyo kuitaka ile wizara ya fedha kuharakisha mchakato wa kutuma zile fedha katika maeneo bunge tofauti. Nikiachana na swala hilo, serikali ya kaunti ya Kisii ilijizolea zawadi moja kwa kutengeneza financial statements ambazo ni bora zaidi hapa nchini. Ni sherehe ambayo ilifanyika siku ya Jumamosi katika mkahawa wa Safari Park kule Nairobi. Yule ambaye alikuwa anazungumza akisema kwamba anampigia upato sana former governor James Ongwae kwa kuwapatia nafasi ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa uadilifu. Na vile hapa kaunti ya Kisii wafanya kazi ama wale ambao ni wauzaji na wachuuzi wa mboga na bidhaa tofauti katika soko la Marikiti kaunti ya Kisii sasa wanateta kuhusiana na maji ambayo yalichimbwa na Tonge ambaye alikuwa ameleta the Lake Basin Development Authority kapachimba pale kisima, wakaeka mifereji, akawaambia kwamba maji yale yatakuwa ya bure, hakuna kulipia. Lakini sasa hivi wanashangaa kwa nini maji yale yamefungwa, wakimtaka gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati kufika pale ili kutoa amri ama kutoa mwelekeo ufaao kuhusiana na utumizi wa yale maji. Na kumalizia, uchunguzi umeanzishwa baada ya kijana mmoja kutoka eneo la Bochura Kisii, eneo ambalo linapatikana katika eneo la Nyamataro, kupatikana ameuawa. Inasemekana kwamba wengi wakazi ambao walizungumza pale walikuwa wanasema kwamba kijana yule wamemjua kama mwadilifu ambaye anafuata sheria, na ni kwamba alikuwa amefutwa kazi kutoka mahali ambapo alikuwa anafanya kazi, lakini alikuwa anatuhumiwa kwamba alikuwa ni mwizi, swala ambalo walikana. Na uchunguzi umeanzishwa kujua kilichosababisha kifo cha kijana yule. Hayo yote ni kutoka katika kaunti ya Kisii. Wacha nikupeleke kule Afrika Kusini ambapo sasa hivi wabunge wa
ama wale wanachama wa ANC wanapiga kura kuona kama ni nani ambaye watapatia nafasi ya kuongoza chama cha ANC. Kumbuka kwamba wiki iliyopita na wiki iliyotangulia kulikuwa na nuksi kidogo katika kile chama baada ya Rais Cyril Ramaphosa kushukiwa kwamba alikuwa amejihusisha na sakata ya ufisadi, sakata ambayo ilibainika ama ilijulikana zaidi kama falafala. Na pale bungeni akaponea kuondolewa afisini, lakini sasa chama chake cha ANC kinatarajiwa kuteua kiongozi wa chama kile. Iwapo basi Cyril Ramaphosa atateuliwa, basi atakuwa amepata afueni. Asipoteuliwa, basi inamaanisha kwamba atawania kiti cha urais tena kupitia chama kile cha ANC. Mtazamaji na msikilizaji,